Tuiongelee Kenya leo. Habari yako? Kenya sasa hivi kuna mifumuko ya bei kuliko Tanzania. Kitu ambacho kinafanya raia wa Kenya waanzishe fujo barabarani. Kutokana na kwamba wanajiuliza, kwa nini sisi tupitie mifumuko mikali ya bei kuliko Tanzania? Sasa siku hii ya leo nataka nije nikuambie kwa nini Tanzania hatuna mifumuko mikali ya bei kama ambao wanapitia Kenya. Mimi hapa ninaitwa Robin Rachel. Alafu ni mzalendo kweli. Ninaipenda Tanzania sana, na nikiona kuna vitu vizuri vinafanyika ndani ya Tanzania, napenda sana kuwaambia vijana, kwa sababu naamini kwamba vijana wanaposikia mambo mazuri huwa yanafanya wanakuwa na motisha, kwa hiyo wanakuwa na ubunifu. Lakini wanaposikia mambo mabaya kila siku inawafanya akili zinalala, ubunifu unakosekana. Dunia inapitia mfumuko mkubwa sana wa bei wa mafuta kutokana na vita ya Iran. Kutokana na hilo, kama nchi ina sera mbaya za kiuchumi, maana yake ni kwamba mmekwenda. Lakini kama nchi ina sera nzuri za kiuchumi, maana yake ni kwamba mfumuko hautawapiga sana. Sisi tuna benki yetu kuu ya taifa inaitwa BOT. Hii ni benki ambayo inasimamia sera za uchumi wa taifa. Maana yake ni kwamba kitendo cha kwamba sisi hatupigiki sana kama Kenya, maana yake ni kwamba wameweza kuwa na sera ambazo zenye umakini wa hali ya juu. Sera ambazo zimeweza kuhimili shock ya kiuchumi ya dunia kama ambao tunao sasa hivi. Moja ya vitu ambavyo huwa nafuatilia naona vinafanyika kama swala zima la kuhakikisha kwamba wanadhibiti uchapishwaji wa fedha. Umeona fedha zinapochapishwa nyingi, uchumi unatetereka. Kwa hiyo hili ni swala ambao wanaliangalia sana benki yetu kuu ya taifa. Lakini pia kudhibiti interest rate ni swala ambalo wanaliangalia sana. Swala zima la money supply ni swala ambalo wanaliangalia sana. Swala zima la kudhibiti zile foreign reserve, yani reserve management. Ninaposema hivi namaanisha fedha za kigeni, akiba ya fedha za kigeni. Kila nchi inakuwa na akiba ya fedha za kigeni. Sasa udhibiti wake ni kitu ambacho kinaangaliwa kwa umakini sana. Ninaposema fedha za kigeni, maana yake ni kwamba hizi ndio ambazo zinatusaidia sisi katika kuhakikisha shilingi haiporomoki, kulipa madeni, lakini pia katika kuonyesha tu duniani kwamba na sisi tuna fedha, umeona lakini pia ndio zinatusaidia kununua mahitaji yetu nje ya Tanzania. Kama tunahitaji mafuta, tunahitaji nini, vitu hivyo vinalipiwa kwa fedha za kigeni kama dola na fedha zingine. Kwa hiyo mataifa lazima yawe na hizo fedha za kigeni. Mkizidhibiti vizuri, basi inawasaidieni nyie katika uchumi. Kitu kingine, benki yetu ya Tanzania inahakikisha shilingi inakuwa stable. Wamejitahidi sana kuhakikisha shilingi inakuwa stable. Ndio maana swala likija kama hili la bei imepanda duniani ya mafuta, atupigiki kama Kenya. Kuna kitu kwenye uchumi kinaitwa short term foreign portfolio flows. Hapa namaanisha kwa Kiswahili, ngoja niitafsiri. Hapa ni maana kuna zile fedha kuna wawekezaji ambao huwa wanakuja wanawekeza zile fedha za haraka, yani wanawekeza wapate faida haraka watoke. Umeona wengine huwa wanaziita zile fedha hot money. Sasa Kenya wana uchumi wao yani zile fedha, kuna wale wawekezaji wa haraka sana kuliko sisi hapa wawekezaji wetu ni wa muda mrefu. Watu wanakuja kuwekeza labda kwenye madini kwa muda mrefu. Sasa nchi ikiwa ina wale wawekezaji wa haraka zile hot money za haraka kama Kenya, ikifika swala kama hivi, dunia sasa hivi inapitia labda uhaba wa mafuta yamepanda bei, maana yake ni kwamba wao wanapigika kirahisi kuliko sisi. Kijiografia sisi tuna ardhi kubwa, lakini pia ina rasilimali nyingi. Umeona kwa maana hiyo sisi hatuagizi sana. Wakenya wanaagiza sana vitu kutoka nje. Sisi tunajitegemea sana. Wao wanaagiza sana. Kwa uchumi wao ni wa kuagiza sana, sisi wa kujitegemea. Kutokana na hilo, kwa kuwa Kenya wanaagiza sana, maana yake ni kwamba ikitokea bei ya mafuta imepanda, bidhaa zao zinapanda bei haraka sana. Na kama wana madeni makubwa, na wana madeni makubwa nafikiri kuliko sisi, deni lao la taifa ni kubwa kuliko sisi. Kama wana madeni makubwa kiasi hicho walichonacho, alafu mafuta yamepanda duniani, alafu wao uchumi wao unategemea sana kuagiza, maana yake ni kwamba bei za bidhaa inabidi zipande sana. Umeona itabidi waongeze kodi kwenye bidhaa sana ili waweze kulipa madeni. Bei ya mafuta ikipanda, bidhaa zinapanda pia, maana yake ni kwamba bidhaa zao zinakuja kupanda mara mbili yake
kutokana na kwamba kwanza walipandisha kwa sababu ya kuongezewa kodi, alafu wanakuja kupandishiwa tena kwa sababu ya bei ya mafuta imepanda duniani. Sasa sisi kwa kuwa tunaagiza sana, sisi tunajitegemea kwa kiasi kikubwa, vitu kama hivyo havitupati sisi. Kutokana na hilo ndio maana mifumuko ya bei ikitokea kama hiyo, sisi hatuchapiki kama wao wanavyochapika. Kutokana na kwamba Kenya wanategemea sana kuagiza vitu kutoka nje, maana yake ni kwamba ikitokea dola imepanda, vitu vinapanda bei, au ikitokea shilingi yao ya Kenya imetetereka, vitu vinapanda bei, kwa sababu wanategemea sana kuagiza, kwa wataviagiza kwa gharama kubwa sana. Kutokana na hilo, maana yake ni kwamba wanachapika na mfumuko wa bei. Umeona? Na wakichapika sana, wananchi wanakasirika, wananchi wanaingia kwenye maandamano. Yale maandamano pia huwa yanasinzilisha uchumi wao. Kutokana na takwimu za Benki ya Dunia huko, tunaona maandamano ni moja ya sababu inayosinzilisha mafanikio ya Kenya, ni uchumi wao. Kutokana na hilo ndio maana mnaona sisi hapa tunaonekana tunakuwa kiuchumi. Hizi si takwimu zangu mimi, ni takwimu za Benki Kuu ya Dunia. Zinasema Tanzania tunakuwa kwa kasi kiuchumi kuliko Kenya. Kwa nini tunakuwa kwa kasi? Kwa sababu kwanza kabisa tunajenga miundombinu kama reli, barabara, bandari, vitu ambavyo vinazungusha uchumi. Umeona? Hii inafanya uchumi wetu unakuwa kwa kasi. Na nataka niwakumbushe kwamba Wakenya wao toka kipindi cha ukoloni walipataga msereleko. Mkoloni alijenga ile Kenya ikawa ndo kitovu cha biashara Afrika Mashariki nzima. Kwa hiyo walipata msereleko sana wa kulainishiwa uchumi wao. Umeona? Ndio maana wakawa na uchumi mkubwa kutokana na msereleko toka kipindi cha ukoloni, ambako sisi hatukupata huo msereleko na tukaja tukaingia katika vita nzito. Umeona? Na tukawa tuna mfumo ambao wazungu waliuchukia. Kwa hiyo tukawa tunaikiwa ugumu sana kiuchumi, lakini bado tunaonyesha kwamba hatui kama Malawi wala bado tunaonyesha kwamba tunasimamia sera zetu vizuri, na tunaenda kama hivyo, tunaonekana katika Benki ya Dunia kwamba uchumi wetu unakuwa na tunaweza kujenga miundombinu na kila kitu. Sasa hapo Wakenya ndio wanatakiwa wajue kwamba Kiingereza bila sera bora za kiuchumi ni makelele. Umenielewa yani kwamba unajua Kiingereza afu mnalala njaa, vitu mnashindwa kununua hata unga, mnashindwa kuzalisha vitu vyenu wenyewe mkajitegemea kwa kiasi kikubwa, hiyo ni makelele. Kiingereza ni lugha tu kama ilivyo Kisukuma, kama ilivyo Kichaga. Kinachohitajika ni akili ya kuweza kuhakikisha kwamba mnapanga sera ambazo zitakuwa sera zenye manufaa kwa wananchi wenu, hawatapigika sana na mifumuko ya bei. Iko ndio kinachohitajika. Lakini kuongea tu Kiingereza tu, ile ni lugha tu, mtu yote anaweza kujifunza akipractice vizuri. Umeona? Kwa hiyo kinachohitajika ni nini? Ni akili ya kuweza kupanga sera vizuri za kiuchumi katika taifa. Kiingereza bila akili ni makelele. Kiingereza bila sera nzuri za kiuchumi ni makelele. Kiingereza ukiwa unaongea Kiingereza huku una njaa ni makelele. Ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Tanzania Global.